Miaka 65 iliyopita, wakati dunia ilipokaribia kuangamia kabisa baada ya vita vya nyuklia, usiku mmoja tu, mifumo yote ya umeme na mawasiliano ilifutika. Dunia ikaingia kwenye giza na mateso makubwa. Wakati matumaini yakionekana kuisha, mwanasayansi mmoja aligundua mti wa Genesis ndani ya msitu wa Amazon. Ua lake lilikuwa na nguvu ya ajabu. Liliweza kuzalisha umeme wa kuendesha dunia nzima. Ugunduzi huo uliwezesha binadamu kuanza kujenga upya dunia. Baada ya hapo, miti yote ya Genesis iliwekwa chini ya udhibiti wa serikali. Hata hivyo, baada ya vita, 90% ya watoto waliokuwa wakizaliwa walikuwa na matatizo ya vinasaba. Ili kutatua hilo, wanasayansi waliingiza chembe za ua la Genesis kwenye DNA ya binadamu. Matokeo yake, kila mtu alianza kuzaliwa akiwa na nguvu maalum. Wengine walikuwa na kusikia kwa hali ya juu, wengine kuona kwa mbali sana. Watu hawa waliitwa genetics na waliishi maisha ya kifahari kama wafalme. Lakini 10% ya watu miili yao ilikataa kabisa mabadiliko hayo ya vinasaba. Walikuwa dhaifu kiafya na waliitwa specials. Hawa walipewa kazi za chini kama usafi na matengenezo na waliishi kwa kunyanyaswa. Hapo ndipo tunamuona Chloe, mwanafunzi, akiwa katika ziara ya darasani kwenye taasisi ya Genesis, akiwa na rafiki yake Leon ambaye hutumia kiti cha magurudumu. Kwa siri, Leon alikuwa amejifanya mfanyakazi wa usafi. Wakati watu wakivurugika, Leon anaingia kwenye eneo la siri, anatumia kifaa cha kimitambo, panya wa chuma, kuwazima walinzi kwa gesi ya usingizi. Leon anaingia maabara ambako mti wa Genesis umehifadhiwa. Akitumia ujasiri alioupata kutoka kwenye saa ya mama yake iliyoandikwa "We are one, we are equal", anafanikiwa kuiba ua la Genesis na kulifeja ndani ya dube wa kuchezea wa Chloe kabla ya kukamatwa. Walinzi wanamdharau Leon, lakini hawapati chochote. Baadaye tunaona Senator Frank, kiongozi mashuhuri, akitangaza mpango wa kuwapa nguvu watu waliokosa, akitumia ua la Genesis baada ya kuzaliwa. Wakati huo huo, msanii maarufu Mira anahimiza umoja kwa kutembelea maeneo ya specials. Chloe na Leon wanaishi kwenye Washington ndogo ambako Leon hutengeneza viungo bandia vya kisasa kwa kutumia nguvu za Genesis kusaidia walemavu wa specials. Lakini siku moja, wanajikuta katikati ya shambulio la genge la anti-genetics, kundi linalochukia watu wenye nguvu. Wanashuhudia mauaji ya kikatili na kwa taabu wanafanikiwa kutoroka. Vyombo vya habari vinawatuhumu Chloe na Leon kuwa wahalifu. Cha kushangaza zaidi, inagundulika kuwa kiongozi wa genge hilo ni Captain Hodges wa vikosi maalum na anafanya kazi kwa siri na Senator Frank. Ukweli mkubwa unafichuliwa. Frank ni baba yake Leon. Chloe anahisi kusalitiwa na kukimbia. Baadaye, Frank anapata ridhaa ya umma kuanza matibabu kwa waspecials, akiwapeleka kwenye kambi za kitabibu. Kumbe lengo yake ni kuwaua na kuchukua gene maalum ili kuwafanya genetics wawe na nguvu zaidi na waishi milele. Kwa msaada wa Chloe, ukweli unarekodiwa kwa siri na kuchezwa hadharani. Mira anaomba msamaha kwa specials na Leon anawakumbusha maneno ya mama yake. Sisi sote ni sawa, hatuna kasoro. Sisi ni binadamu. Mapambano ya mwisho yanafanyika. Leon akiwa kwenye suti yake ya kimitambo anakubaliana na Hodges. Kwa kutumia ua la Genesis, Hodges anauawa na polisi wanawasili kuwakamata wahalifu wote. Mwisho wa movie, sera za ubagiro zinafutwa. Watu wote wanaruhusiwa kuishi kwa uhuru. Mira anapoteza sauti yake, lakini anaishi kwa amani. Frank anatoweka na anaonekana kwa mbali akimtazama mwanawe kwa chuki.